Ule mweza waja Nyaboke. Very good, thank you. Millicent Nyaboke Omanga. Amezaliwa wapi Millicent Nyaboke? Wacha tumwite Nyaboke. Nyaboke Omanga. Mutumia Mugithi. Aya. Kisiga. Mutumia Mugithi. Lakini sijazaliwa Kisii. Umezaliwa wapi mami? Nimezaliwa Nairobi. Haya. Nilizaliwa Pumwani Hospital. Watoto wa hospitali tumefikiwa. Pumwani Hospital. Nilisaliwa Pumwani. 1982. Haya, huyu hayana shida na miaka. 30th May. 1982 30th May. So ukitupetea na calculator jua kitu mwache kukalculate na miaka imeenda. Niko ka 4th floor. Wani alika ya mama Mokera. My sister is born 82. Wow. Niko ka 4th floor. Ni kama 42, 43 hapo. Kwetu ilikuwa Isili. Isich. 11th Street. Isili 11th Street. Yes. Wow, 1982. Unajua huko tulikuwa tunaishingi hiyo street yetu ati kuna plot ya Wakisii, ati ile plot ya Wakisii, ile plot ya Wajaluo, ile plot ya Wakamba ilikuwa anga hivyo. Plot ilikuwa ya Wakisii. Ilikuwa plot ya Wakisii kwa ile 11th Street. 1982 you were born. Yes. Mamake Nyaboke ni nani? Mamangu anaitwa Joyce Michoki. Yes. Pia ametoka Kisii? Ni Mkisii. Joyce Michoki. Wow. Naye baba yetu? Baba yangu pia ametoka Kisii but he is late. Okay, anaitwa James Omanga. Yes. The late. Yes. Wow. Mungu aendelee kumlinda mahali pema peponi. Amen. James Omanga. Sasa umezaliwa ukiwa what born? Mimi ndio first born. Haya. Kwa watoto 8. Mwadhani. Yes. Wakiwa wamezaliwa wote Nairobi. Imagine. Hai Nairobi. Yani ni doremi. Yani mama akifikisha. Ikipita tu miezi 3 anashika. Inaka akipita zingine. Hata tungekuwa kama wa 10. Kuna kama wawili wanapotelea hapo sijui like garage hivyo. Hata tungekuwa kama 12. Hala. First born of 8 ya watoto 8. Yes. Mwadhani. Na umezaliwa Isili. Haya, mami na baba yetu pale Madam Joyce, mama yetu Joyce na the late James. Wanafanya kazi gani Nairobi? My dad used to be a businessman. Alikuwa ana work na Kenya Telecommunications. Kenya Post and Telecommunication. Nakumbuka ile jina ndefu. Kenya Post and Telecommunication something. Then akaacha akakuwa was an engineer. Akaanza biashara. My mom was a teacher. Lakini miaka hiyo yani sisi wa Kisii. Mzee akasema mimi wewe ni ukae nyumbani. Kazi yako ni kuzaa na kulea. Wow. Mimi ndio nita provide. Wow. So my mama aliacha hiyo miaka. Actually no, we didn't even see her. Akiwa mwalimu. Alikuwa mwalimu primary, secondary, primary school. Yes. Okay. So hata tukumuona akiwa mwalimu. So unajua kitambo ukifika form 6 ulikuwa unakuwa mwalimu. Wow. So hakuendelea kuwa mwalimu. Sasa kazi yake ikakuwa wanasaidiana biashara pale. Yes. Na haswa sasa kazi yake ni nyumbani. Nyumbani. Kulea watoto. Kuzaa na kulea. Yes. Utaingia haya. So hii biashara ni gani after ameacha pale Telepost Communication? Yes. So ni biashara gani amefungua? Like spare parts za magari na nini. Yes. He was a mechanical engineer. So it was mostly vitu ya magari. Yes. na nini. Na kidogo maneno ya real estate kidogo. Manyumba hivyo kujenga za kukombolesha maduka vitu kama hizo. Sasa pale mko Isili kwa ploti ile ya Wakisii. Nyumba inatosha watoto wote, ilikuwa kama bedroom zote ama mzae alikuwa mtu ebo. Lakini by the time tunapata wote tulikuwa kwa tumeama. Sisi kama 4 nadhani ndio tulizaliwa hapo. Kuna banana tu hapo na nyumba ya curtains. Unajua kitambo unaweka nyumba mnaweka curtains. Room moja alafu mnakaa curtain na alafu kuna
ingine, yani unapata ni ploti, mnachukua nyumba kama 3 kwa ploti. Unajua kuna moja inakuwa sitting room iko na curtain hivyo. So lakini by the time napata mtoto wa pili wa tatu tulikuwa kwa tumehama. Kabla muhame umeingia nasari. Yes, nilisomea pale St. Teresa's pale, kulikuwa na nasari iko St. Teresa's Catholic Church pale Isili mwisho. Karibu hapo opposite Pangani. So nikaenda nasari hapo. Alafu standard 1 nikaanza Ainsworth Primary School iko tu pale Kamkunji. Nikasomea Ainsworth darasa la kwanza, la pili. Kafika darasa la 3 nikapelekwa boarding. Sasa nikaenda boarding sehemu ya Kajiado. Class 3 guy. Mimi nilienda nikiwa 4. Ulienda 3? 3 imagine. Yani paka ukiangalia unaona kama ulikuwa unachukiwa. Hili ilikuwa labda kutengeneza nafasi ndio watoto watoshee kwa nyumba. Ukaenda boarding? Nikaenda boarding. So nikakuwa boarding. Ile ni shule umeitaje? Ya boarding Ainsworth. Kajiado. Ainsworth ni yenye hapo Kamkunji. Hapa nipo umeenda boarding? Hapana, boarding nimeenda ya AIC Girls in Kajiado. Hiyo ni class 4. Class 3. Kajiado. Mwadhani. Kumekauka, kulikuwa kumnakauka huko. Nikakaa boarding hapo. Na utasoma, were you a bright girl? Nilikuwa ko very bright. Lakini nilikuwa ko very cheeky and noisy in class. Sasa ilikuwa yani report for mnakuja unafika nyumbani uko number 1 lakini unaambiwa but cheeky and noisy. Yani nachapwa hii noisy mdomo hii. Mdomo kabisa. Class yani kwa noise maker haukosi. Yani sasa nikifika nyumbani ninatandikwa. Yani uko number 1 lakini bado unachapwa kwa sababu ulikuwa na tabia tu noise maker. Lakini mambo ya school fees hiyo hapana kufukuziwa? Hapana, hiyo sikupata shida kwa sababu baba alikuwa anafanya kazi na bado alikuwa anafanya biashara kidogo. Ilikuwa si mbaya. Si mbaya tu. Siwezi sema tulikuwa vibaya. So mimi nilienda boarding. Nikakaa. Tulikaa hapo Isili mpaka nikafika darasa la 7 ama class 8. Class 7. Kufika class 7 ndio tukahama. Mtahamia wapi mama? Tukahama pali tunaishi paka wa leo. Pali estate inaitwa inaitwa Rimpa, Ongata Rongai. Rimpa. Ongata Rongai. Hapo sasa ndio tulihamia baada nilifika kama nikiwa darasa la 7. Ndio tukahamia huko. Sasa ndio baba alikuwa amejenga huko. Tukahamia, so tukaacha ile ploti sasa kukombolesha. Ile ploti ilikuwa ni ploti ni ya Wakisii. Sisi pia tulikuwa ni wamiliki pale. Yani ni ploti imekombolesha watu wengine but pia sisi ni wamiliki. Yani wamiliki tunachukua rent. Oni yenyu? Itu nyumba tu room. Tuna tuwa kugonga wazee kujipanga. Wakisii pia ni watu wamegoda deviraga kama Wakikuyu. Negoro. Hiyo siku kama rent ilikuwa kama how much karumka moja hiyo? Hata siwezi kumbuka lakini ni kitambo. Labda thao, siwezi kumbuka ni kitambo. Labda thao ni kitambo. Kwa hivyo mkiwa na nyumba 3 ni thao 3. Na mko juu thao 3 hiyo ilikuwa pesa nyingi sana. Sasa hiyo thao 3 sasa hizi ni kama maybe hata 1,300. Unajua ilikuwa pesa nyingi sana. Lakini kitambo siwezi kumbuka, nilikuwa mdogo sana. So tukahamia, baba kajenga. Tukahamia Ongata Rongai. Hapo Rimpa. Hiyo ni Ongata Rongai. Rimpa. Hapa kwa nani Ngogoyo. Ngogoyo hata ndiye alikuwa amekuwa MCA wetu na ndio mjumbe wa mama yangu. Pale Ongata Rongai. Sasa huko ndio tumeishi mpaka sasa. Mama anaishi pale. So kabla sasa tumehama, that's okay. Sasa pale umesoma vizuri, you're a cheeky girl. Ukafikisha class 8 ukiwa boarding. Are you a performer? Umeperform pale class 8? Nikaitwa Moi Girls. Isinya. So ikakuwa pale siwezi enda tena Kajiado. Ikakuwa nini? So nikaenda
Murang'a. Sasa mbona ujenda Moi Girls Isinya? Kwa sababu sitaki hiyo environment, nilikataa. Alafu wazazi pia walikataa. Nilikuwa Kakonda, yani unajua ile umekonda gai. Na saizi unakataa kukunywa, naona unakunywa coconut water. Lazima tutengeneze mwili ya kukimbia hii town naye. Lazima gotikire nyama nitamenyaga hayo. Ulikuwa mkonda wewe? Yani sikukuwa na hakuna ati mafro akunya. I was the smallest in our class. Mafurumanya onge. Yani mimi ndio nilikuwa kafupi Kakonda. I was the smallest in class. Atea. Yani nikimaliza shule I was one of the biggest. Yani sijui ni maajabu ya Mungu. Wow. I was the tiniest. Nilikuwa kafupi Kakondo. Yani kadogo. Haya. Kadogo, very tiny. Haya, wewe uko na mtoto mdogo akina Kajemo, mtakuwa wakubwa. Kuna hope. Haya. Sasa nijua pale ilikuwa imekusumbua ama because of going too early in boarding school? I think nilienda hata kupata balanced diet. Sasa unajua hapo hata hakuna sijui balanced diet ni shida. Unajua pale shule balanced diet mnakula githeri. Wakati wote upati maziwa, upati alafu ile mafikira homesick kila wakati, you know. So unapata kama ukiwa yani hauna raha. Lakini lazima sasa uende boarding. Yani kitambo wazazi si kama saizi ati mtoto wangu anambia mami I don't want this na namfanyia. Hapo ni shule hivyo basi. Mimi yani ningekataa, babangu atanichapa, ataniambia unajua niko na ngapi, niko na wengine 8. Wewe hata nikikuweka kwa sock pit yani atuki kuna wengine. Niko na wengine. Wow. So nikaenda high school. Yes. Nikaingia Mombi. Ulipata kama marks ngapi? By then ilikuwa out of 700 I had 476. Oh, that's good marks. 476. Yes. Ukaenda sasa Mombi Girls. Nikaenda Mombi Girls. Umeingia Murang'a. Yes, nimeingia Murang'a. Na kabla uende Mombi Girls, you are a parent now. Yes. Na ulienda boarding school ukiwa very young. Yes. Na unaweza ambia wazazi, is it a good thing or for you is not a very good thing? Unajua vile sisi tulilelewa na vile tunalea watoto wetu saizi ni tofauti sana. Saizi me I would say if given I'll not take my child. Siwezi mpeleka boarding. Kama yani ukiwa na uwezo. Unajua saa zingine unampeleka kwa sababu ya situation. Kwa sababu kama mimi nikienda pale unapata mama ndio alikuwa anashughulika biashara, unapata zingine huko Kisii wapi. So inakuwa baba ndio tunakaa naye sana. Na sasa kwa sababu mnakaa na baba sana na baba anafanya kazi na nini, sasa ikawa wacha niende boarding inakuwa rahisi. Ulienda juu ya situation. So hata saizi kakuwa mtu unaweza kama unaweza kukaa na mtoto afadhali awe day school kwa sababu utamfuatilia, utajua ni nini masomo anafanyaje. Lakini ikiwa hawezi situation basi unaweza mpeleka boarding. But mimi siwezi advise kupeleka mtoto boarding mapema hivi ikiwa mdogo sana, kwa sababu hata ndugu zangu pia na my dada zangu pia walienda boarding. Okay, hawakuenda boarding nilienda, walienda Molo Academy. So hawakuenda boarding yenye nilienda, but still yani unaona watoto homesick. Yani inatosha mtoto akiwa mdogo. Boarding ukaweza kupeleka mtoto labda akiwa mkubwa kidogo. Akiwa mkubwa kidogo unaweza mpeleka kama high school iko sawa. Lakini standard tu jameni. So siwezi advice. Wapeleke boarding school kama unaweza. Well done. So tumeingia Mombi Girls. Kaingia Mombi Girls. Inakupeleka aje? Although unaniambia hakuna stress za school fees. Mzee ako sawa? Yes, hatukukuwa na stress. Mimi nikisoma sikukuwa na stress ya school fees. So nikaingia Mombi Girls. Mombi Girls tukafanya hiyo miaka. How was it? Nikifika kulikuwa baridi Murang'a. Ile milima tunaenda cross country milima pale. Alafu shule iko pale ilikuwa kuna mali inaitwa Mjini. Hapo tulikuwa brother school ilikuwa Mohai. Murang'a High. So, top school. Ilikuwa brother school. So hapo I was in drama fest, I was in drama, I was in music, I was yani nilikuwa kwa a lot of hizo extracurriculum clubs nilikuwa nafanya sana shule. Na I was performing very well. Wow.
by the way, nikitoka Mombi, I was the best student. Yani ukienda Mombi Girls saizi, kwa billboard yao, mwaka ile yenye nimefanya form 4, yes, I was the highest. Wow. Uliperform, yes. Kwa hivyo ulikuwa chopi. I performed. And it is unfortunate. You know, when I was in form 4 now, I remember Rudisha Kiswahili ya kina shosho wako tuwala. Nikiwa kidato cha 4. Yes. I remember it's 18th September. That's when my dad died. Oh no. Na ilikuwa ndio naelekea kwenda kufanya mtihani wangu wa kidato cha 4. Yes. So alikufa na road accident. Oh no. Hapo tu Rongai hapo. Akitoka Rongai kama na kuja nyumbani. Alikuwa kwa anaendesha gari, ikakuwa head on collision. So yeye akafa on the spot. Oh no. Actually alikuwa amebeba jirani yetu. Alikuwa amepea jirani yetu lift. So wote wakakufa pale on the spot. Hapo nani hapo, hiyo depression tu, kama umetoka Rongai ukienda kama unaenda Kiserian, kuna depression hapo Liza Hiliko Maxwell, una depression kidogo, ikakuwa head on collision, akakufa hapo on the spot. So mimi ndio nilikuwa kuna karibu naanza mtihani wangu, ulikuwa umebaki kama wiki 3 hivi ama mwezi hivi tuanze mtihani. Sasa ikawa nikakuja kuchukuliwa shule. Walimu walikuwa wameona, kumbe ilikuwa hata kwa gazeti na nini, walimu walikuwa wameona. Sasa mimi sikuwa najua. So nikakaa siku nikakuja kuchukuliwa. Nikakuja kuchukuliwa, naambiwa kwamba kuna mambo nyumbani, sijui. Yani walinidanganya, sikumbuki walinidanganya vipi. Wakaniambia nakuja, nikauliza kwa sababu ni mjomba wangu, mayanko ndiye alikuja kunichukua. Namuuliza ni nini? Akaniambia hapa. Nikamuuliza kwa nini wewe ndio umekuja kunichukua na si baba? Kwa sababu mimi sijai vizitiwa na mtu mwingine, ilikuwa ni baba. Wow. Akaniambia ati hapana, babako hakuwa anasikia vizuri. Inafaa tuende, kuna mambo ya nyumbani ambayo tunafaa kuongea na nini. Roho ilinipiga sana. So sikuwa najua, yani sikuwa najua ni nini, lakini nasikia tu kama baridi, nasikia kama joto, nasikia yani sikujielewa. So wakanichukua, wakanipeleka nyumbani. Yes. Kufika nyumbani ndio nikapata ujumbe kwamba mzee ameaga. So ikawa ina mambo mengi pale. Yani unajua kwetu mimi nimekwambia ndio mtoto wa kwanza. Yes. Tuko wa 8. Tuko wasichana wa 6. Alafu vijana 2. Kijana wa kwanza ni third born. Yes. Ndio alikuwa mkubwa. You know, by then mimi niko 17 years. Alafu sasa kijana huyo ndiye alikuwa mdogo bado pia, hakuwa mkubwa vile, alikuwa maybe kama 10 years hivi. Kama 10-11 hapo. Alafu yule mwingine wa mwisho alikuwa ananyonya. Ndio alikuwa ako na miezi hajafika mwaka. Ndio alikuwa ananyonya. Sasa pakawa mambo mengi, kwa sababu sasa wale watu wa nyumbani, wajomba wangu nani wakakuja. Wanasema sasa hapa huyu mama ana wasichana wengi sana. Si walizaliwa na ndugu yao. Ana wasichana wengi sana. Kiwe kanaginya kwa ni kule Goma. Na hawa vijana ni bado ni wadogo na nini. Hawafai kukaa hapa sasa. Inafaa watoke hapa, tuuze hii boma. Oh God. Warudi kule Kisii. Waende wakakae pale walime, kuna shamba, kuna majani chai, walime pale. Kwa sababu sasa hawa wasichana, kwa sababu wasichana na madada zake, ati kwa sababu hawa wasichana wakiwa wengi hivi, wakiachwa Nairobi wataenda kufanya umalaya. Sasa ikawa vita. So alafu ikawa baba alikuwa ameandika will kwamba yeye atazikwa hapa Nairobi, hapo kwetu Rongata hapo nini. Wakaleta shida, yani tukakuwa na mvurutano karibu mwezi mzima, kwa sababu tunaenda kotini. Na mimi naenda kufanya. Mumeenda kotini? Kwa sababu ya mwili. Wanasema mtoto wetu hawezi zikwa hapa kwa sababu tunataka kuuza hii boma, lazima tumpeleke huko Kisii
kwa sababu hapa tukimzika tutaweza kuuza. Unashindwa mnauza nyinyi kama nani? Na huyu mzee amezaa wasichana wengi. Sasa ni wasichana wengi wakiachwa hapa. Wataweza kuzungusha kuwa na mama yao. Ikawa mambo mengi. Yaani tukazungushana zaidi ya wiki 3. Tukazungushana, ikawa sasa mwishowe mama akasema, mbona msiwache hiyo mwili, ashakufa, ziko hapa, ziko Kisii, hawezi fufuka, wachieni. Sasa mimi nikakuwa namwambia hapana mama, tutafuata vile baba alisema. Uko form 4. Naambia hapana mama, lazima tufuate vile baba alisema. Ananiambia hapana, watu hapana, watatusumbua na wewe bado unafaa kwenda kufanya mtihani, waachie tu waende na mwili. Mimi nikakataa. Mama akasema nyinyi niachie. Yaani mama yeye alikuwa amechoka, akasema waachieni, wakitaka waende wafanye hiyo mwili vile wanataka, waachieni. Kwa sababu sasa hatuwezi zidi tukizungushana hivi. Sasa ni mali inafikiwa. How big is this land tunakimbiza? Kama 5 acres. Hiyo ni kubwa. 5 acres, alafu ina nyumba kubwa. Wakisi na Kikuyu ni kama hii shaba. Mogoda. Hey, Jesus. Sasa eventually mama akaacha, kanambia wewe wacha ni. So wao wenyewe wakaamuka asubuhi, hata wajatuambia, wakaenda wakachukua mwili. Gai. Na wakaenda naye. Sisi tunapigiwa, tuambiwa mwili kwa Kisii tayari. Hatujajua. So ikabidi sasa mama akasema tuwezi kaa sasa hapa, babenu lazima tufuate. So sisi tukaondoka, ndio tukafuata mwili Kisii. Tukaenda kufika, unajua Wakisii wanalalisha. Against his wish. So tukaenda pale, tukafanya na tukamzika. Bas, sasa ikawa tumemzika kama Friday, tarudi Saturday, niende shule Sunday, kwa sababu Monday nilikuwa naanza na mtihani yangu wa kwanza ya English ya KCSE. So tukaenda, Mungu akatusaidia, tukamaliza, tukamzika vizuri hiyo Friday. Mimi kabidi nirudi, nimwache mama na wengine, kabidi nirudi hiyo Saturday, Sunday nirudi niende Murang'a. So ndio nikarudi, tunapigana. Mama yeye anasema achana na yeye, achana hizi vitu. Yaani yeye aligive up kwa sababu ilikuwa imemchokesha. So mimi nikarudi shule, nikarudi Mumbi Girls. Nikaanza mtihani, nikafanya mtihani na nikamaliza vizuri. Wow. So na ukapita. Na nikapita. Nilikuwa index 3. Tulikuwa 120, stream 3 tulikuwa 120. Na I was the first student in Mumbi Girls with a B+. Wow. Yes. Campus material. So at least hata ungepata A kama ulikuwa umeacha stress. So na nikakuwa yani wa kwanza, yani kila mtu akashangaa, yani ilikuwa yani vipi imeenda vipi. Yani watu walikuwa na expect labda ningekuwa tu hivyo 3 kwa sababu nilikuwa index 3, labda ningekuwa hapo 3 ama nikienda kidogo 5 hapo. Lakini ndio nasema yani Mungu kuna njia zake anafungua. Sasa lakini ikawa sasa changamoto ikaanzia hapo. Tumeacha maisha London. Sasa ni turudi. Sasa reality. Kwa sababu mama ni housewife. Kunywa koko na tuota. Hapa tunatakaga tunapeleka watu pole pole, but you're very strong. Umeheal hii story ya babako unaipeana, you're very strong. That's a good thing. It's more than 20 what years? Doesn't matter, it's your dad. Yeah, but you know, we really went through a lot. We cried, machozi kaisha. Yani ilisha. Yeah, ilisha. I think God also gave us grace. Yes. Haya, kwa sababu sasa changamoto ikaanzia. Tuanzie hapo. Sasa si nimemaliza shule. Mama ni housewife. Yes. Hawa watu sasa ndio wakakuja. Na ameachwa mtoto ya kunyonya. Ni housewife. Kunyonyesha. Sasa ni housewife. Hajui kunaanzia wapi. Hajui pesa. Yeye alikuwa anajua biashara ya mzee iko hivi na hivi. Zingine akona partnership, akona nini, kuna mali zinachukuliwa rent, kuna nini. Alafu unajua unapata wale wazee wa kitambo. Sasa zingine unapata wamama hata hawajui mali yake iko wapi, hajui shamba ingine. Yaani unajua ile yenye unaishi hapa, hajui ati akona plot wapi, hajui akona
nini deal wapi, yani hakuwa anajua chochote. Tunafikirianga tu ni huku mlima hata kwenyu. Yani hajui kunaenda aje. Sasa si tumeachwa peke yetu, ni yeye aanze kufikiria. Mimi ndio huyo nimemaliza form 4. Umepita. Watoto wengine 7 ndio hao. Wengine wako boarding, wako Molo Academy, yes. Very expensive. Na wengine wadogo, wengine wako private, wako wengine ananywesha. Wengine ananyonya. Sasa changamoto ikaanza kwa sababu zile biashara alikuwa anajua, mandugu zake wanasema hapana, hizi ni za ndugu yetu. Tunachukua. Sasa yani ikawa changamoto, alafu ikawa kwa kitambulisho cha mama yangu haina jina Omanga. Mama yangu ako na jina ya babake, anaitwa Joyce Michoki. Jina la babake ndio liko kwa kitambulisho yake. Ni kama vile mimi kitambulisho yangu sina namba, sina jina la mume wangu. Iko jina la Omanga ambaye ni baba yangu. Hata mimi ni Njoroge baba yangu. Baba yako. Sasa wakasema huyu, wakaanza kumkana. Wanasema hapana. Huyu Omanga. Huyu si wetu huyu. Wanamkana, hii mali ni yetu, ni ya ndugu yetu. Ni ya ndugu yetu, ni yetu ya kulinda mama yetu, sasa ndugu zake. Sasa tukaanza hapo. Hana chochote, hajui aanzie wapi, hajui amechanganyikiwa. So paka pali tunaishi, si title iko kwa jina la mzee. So ikakuwa sasa tuanze maneno ya kotini kupata letter of administration. Ikawa changamoto because hata siku ya kumzika, kwa sababu tuliachia mwili kaenda, wakamchukua, hao ndio wako na dead, inaitwa burial certificate. Na unajua burial certificate ndio unatumia kufanya nini? Kupata hizo mavitu na nini. Sasa si changamoto, tuanze kutafutana ndio tupe hiyo. Sasa huyu wakienda wanasema sisi hatukujui Joyce Michoki ni nani. Hatukujui. Sasa mamangu ni kutembea na birth certificate 8 kuonyesha Joyce Michoki ndiye amezaa nao. Watorathe kama wetagwo guthekori gukai. Ati anatembea na birth certificate 8. Mimi ndio nimezaa na huyo kwa birth certificate hiyo tu ndio itabu identify Joyce Michoki father ndiye nani. Yatastaki kucheka haki. Akahangaika na hizo birth certificate 8 kila asubuhi. So meanwhile sasa shule kina mama tunafaa kuendelea. Sasa ikakuwa naambia mama sasa ataanzaje. Ikakuwa sasa ataanza anatumana mboga kutoka Kisii, hizi managu nini. Zinakuja na basi kutoka Kisii, analetea magunia asubuhi, anazipack, anazungusha kwa maofisi. Amerudi hoka. Anazungusha kwa maofisi. Nakumbuka hizo mboga alikuwa analeta nyingi nyumbani, sasa tunamsaidia kupaka kwa hizo makaratasi za 100. Ataenda huko building NSSF, anaenda kwa maofisi hivyo, anaenda building hivyo NHIF, unajua hizo maofisi. Meanwhile tukipambana kwenye koti. Oh my God. So hata vitu vingi, hizo biashara zilifunga kwa sababu kama ni maduka spare nani itabidi ufunge kwa sababu inahitaji rent zile maduka. Si utafunga kwa sababu hii time yote mnapishana. Sijui kulikuwa na nini vitu, yani vitu nyingi vilisimama. Shutdown. Ikakuwa shutdown. Kwa sababu sasa mnapishania, hakuna mtu wa kushika, inabaki status quo. Biashara yote inafungwa. Sasa ikabidi apambane kwa mboga. Anaenda napeleka na nini hivyo. Sasa mimi nikawa nimeitwa University of Nairobi. UON. Yes. Woi maskini mama. Bachelor of Commerce. Sasa wale manko wangu bado wakasema hapana, huyu hawezi enda. Kwa nini? Hapo sisi tuna mpango. Tunataka aende medical school. Ndio tumpeleke Amerika. Atoke huko. Asome. Unajua kuna hiyo zijuki somea medical utaenda Amerika, iko na pesa. Ndio ataenda Amerika afanye nini. Wakapishana na mama pale, mama akawaachia kwa sababu
mwenyewe hata ajielewi. Anauza mboga. Ana watoto au wengine wadogo lazima wamalize kusoma. Sasa waka insist niende medical school. Ndio uende Ulaya. Ndio niende Ulaya. Sasa ningekuwa majuu wewe akirumbo unacheza. Sasa hata kizungu yangu ingekuwa ya mapwa. My God. So nikaenda na mimi sitaki hiyo medical school. Lakini sasa utafanyaje kwa sababu wamesema sisi tutawachangia pesa school fees on condition. Yes. Sasa tumerudi mchango na ujai kuwa na shida ya school fees. Yes, school fees. Wow. On condition ataenda medical school. Na hizi ndio aende huko Ulaya ndio akuja wasaidia watoto wengine wa 7 kwa sababu sasa hatutaendelea kunini. Hii mchango ni vitu za baba yenyu hizi sasa. Sasa hawa ni wengine ni kama marafiki wake. Kwa sababu sasa wale wengine sasa si hawa walichukua na nini hata hawana shughuli. Wakaenda. Sasa ikakuwa ni wale kama marafiki. Sasa wakachanga. Kuna marafiki na wengine relatives wale wa umbali wa cousins na nini. So wakachanga, wakasema niende. Atumia ni muona munyuage coconut water. Ule mundu aranyoroka riu ma rucio kama majuragire guku ni mogoka na mukomenya. So utaingia wapi hii medical school? KMTC. Poor girl. So by that time ikisema hata ilikuwa kwa hata nani ndio mbunge then alikuwa mbunge na ndio alikuwa waziri. Alikuwa ni kama babu yangu kule nyumbani, nitamuita babu yangu, alikuwa Profesa Ongeri. Ndio alikuwa waziri. So wakasema wakamwendea wakamwambia tunataka mpeleke huko, school fees ni nafuu na nini na amepita. Sasa at least nini grades haikuwa shida kwa sababu nimepita, nimequalify kuingia university. So wakasema niende kule. So mimi nikaenda shingo upande lakini sikuwa nataka. Nikakaa mwaka wa kwanza. Mwaka wa pili. Nikaona mimi siwezi. Nikiwa pale na mimi nikaanza hata nafanya biashara. Gani? Naenda hata Isili nauzia students wenzangu, yani nikikuja naenda Garissa Lodge, nikienda nanunua vitu nauzia students nini tu parties tu vitu yani nilianza kuwa na test mapema bado I say. Sorry. Clacket. Unapimp watoto pale kwenye shule KMTC. So nanunua na uza nini. So naanza kuwa na tu pesa twangu na nini. So nikaenda first year, second year. College girls ni muraigwa. Second year. Nikifika second year nikaona I can't stand this shit. Yes. You're also a business girl. Alafu this thing is more of a call than a profession. Yani ni hii vitu ya medical, yani ni udaktari ni kama media. Ni mwito. Yani inafaa ukuwe na hiyo roho, unaweza angalia damu mtu akikatwa. Sasa mimi hiyo yani damu, kienda unaona wamama wanalia, watu wanasumbuka, wanateseka. Yani mimi nikaona hiyo yani kweli yani inanivunja moyo sana. Sasa yani singeendelea. Ikafika mimi nikarudi nyumbani nikaambia mama siendelee. Mimi narudi Nairobi University, ile course nilito ndio naenda kufanya. Mama ananiambia sasa tutafanyaje? Tutatoa wapi pesa? Anko zako watakataa kulipa. Nikamwambia ni sawa. Mimi mwenyewe nitajipambania. Si nyingi, mimi mwenyewe every time nitajipambania. Mama yani mama analia, ananiambia Kimidi rudi, wewe tu ndio tegemewe. Nikamwambia usilie, Mungu tu pia ako na sisi. Yes. Mimi kama wamekataa awalipi ni sawa. Mimi nitapambana tu walipa. Na hivyo ndio nikatoka. Ndio nikarudi Nairobi University. Utaingia? Nikaingia. Nikaenda nikajienroll mwenyewe. Sasa hiyo by that time nilikuwa na boyfriend. Boyfriend yangu who is the father of my kids today. Haya. Gai Dr. Francis Nyamiobo. Doctor. Mwadhani tunaona na mdomo.
Rudisheni meno ndani sasa. Anua meno Mwaura wa jiko. Umepatana wapi na boyfriend? Umumu unajua sisi kwetu Sinironga sasa huko kwa ni Ngong. Na yeye alikuwa Nairobi University, alikuwa medical school, ndiye alikuwa ako 4th year. University of Nairobi. So mmepatana wapi na wewe uko KMTC? So sasa si nimetoka tumepatana hizi mabashbash nini. Umeanza sherehe? Kidogo yani ukiitwa birthdays unapata birthday na nini. Kuna kitambulisho hata. So tukapatana tukaendelea kujuana. So tukaanza kumwambia masaibu yangu. Akaniambia, nikamwambia mimi nataka kurudi course yenye nilitiwa. Mimi sitaki kufanya medical. Nataka kurudi kufanya BCom. Course yenye nilitiwa. Akaniambia sawa, acha basi nitakusaidia kuenroll. Akaenda kanitafutia maforms. Nakumbuka nini Dino ni wetu wa business school alikuwa anaitwa Professor Bech. Ambaye alikuwa jirani wao. Sasa jirani ya boyfriend baba watoto size husband. Hata nimeshuka nikisikia uko na husband. Kabla tukuja kwa mshtuko wa husband, tukae sasa boyfriend. Sasa akanisaidia, kaniletea forms, tukaenroll na nini. Sasa yeye alikuwa anapata help. Ilikuwa inakujanga na banki nyingine inaitwa Posta. Nakumbuka kuna banki ile ya Posta. So mimi nikaambia sasa mimi nimechanga tu pesa twangu sijui unapata niko na kaka 28k na yeye amepata yake ya help. Akanipatia. Ukaingia shule. Guy ya help. Nikaenda nikalipa. Niko tu na hiyo pesa hiyo tamu. Yaani na niko macho ngumu, nikaingia. Na nikaanza kusoma. Ala. Na sasa naendelea na tu biashara yangu. Sasa biashara ikaanza kunonga kwa sababu sasa unajua pia students ni wengi. Na nini hivyo. Bado unauzia mpaka kule. Sasa nikaanza sasa hata biashara sasa naanza kuuza huko, nauza. Yaani nilikuwa na clients kama Kenyatta Hospital. Nilikuwa watu wote walikuwa ma clients wangu. Naenda na nunua tu vitu. Shikilia hapo. No, you were boyfriend ya university ya go sponsor mama. Yesu ya mwana athoma. Na Stacy no ya malaria. Stacy. Guy. Kampo. At least akanisaidia hapo nikaingia. Sasa pale ndio biashara kashika. So mimi nikaanza nikaendelea sasa kufanya tu biashara yangu. Nauza nini, nachukua naenda Garissa Lodge, Isili, naleta hizo vitu, nakuja nauza, nauzia watu. Na unasoma? So, si jioni, kwani uko na classes maybe 4 days a week, na si siku mzima, labda 2 hours a day, unajua. 2 hours a day, maybe classes 2 juu uko na 6 units. Yes. So naenda nachukua, naenda nauzia watu, natengeneza na wagonga, nikipata kitu ya nikiuza 2 ni 100% profit. 100% na ulipi kodi. Na hakuna kodi nalipa, hakuna kodi. So nikajinini kabisa, nikajisukuma. Naye mimi ni hard working. Mimi naye najijua, naye najua yani nikijitolea nikisema hii ndio nafanya. Niko na hiyo willpower. So nikapambana, nikaendelea kupata. So by the time nafika hiyo semester ya pili, tunaenda na pesa yenye napata naendelea. Nikifika karibu exams, ndio nalipa. Unajua lazima upate exam card. Yes. Ndio upate exam card lazima umaliza kulipa fee. So by that time ya fee ndio nalipa ya exam. Napata exam card. Hivyo. Nikapambana sasa hivyo. Nikapambana nikiwa university. Yes. Nikiwa tu bado hapo university. Sasa hiyo niko karibu naenda hapo katikati. Second year. Kama second naenda third year. Nikiwa hapo karibu. Ile kitu kafanyika. Kitu gani masalale? Boyfriend akafanya ile kitu.
Aya, boyfriend akafanya ile kitu. Wanenyaji yote katene. Alifanya kitu gani sweetie? Akafanya ile kitu. Kapata mimba. Kumbe mshajiachilia sasa, umefika, umeolewa ukiwa university. Like any other young girl. Mungu wangu. Nikapambana tu hivyo, niko kampo, niko na ball. Na unaishi wapi by the way ukisoma? Home. Nilikuwa home. Au unatoka huko Rimpa? Nilikuwa natoka home na kuja shule. Madhe na yeye tu ni masukuma kuli anauza. Anauza mboga zake. So nikapata mimba. So nashindwa naambiaje madhe. Alafu church, sisi ni watu wa church. Church ni gani? SDA. SDA ni Seventh Day. Seventh Day Adventist. Madhe ndio kiongozi wa church. Oh my. Hata sakramenti zinapikiwa kwetu. Serious? Na divai? Natengenezewa kwetu. Alafu ndio huyo mimi sasa. Lolo. So unashinda utafanyaje? Lakini the good thing, mimba kwanza unajua ionekanangi sana. Yaani sitoi jampa. Ni jampa mikono kwa mfuko. Yaani nilikuwa na ingine hapo ya green. Yaani sitoi. Sitoi jampa. Sasa Rimpa tulikuwa tunaishi pia na shosho yangu. Madha amekuja. Alikuwa since venye buda lidae. Sasa yeye alikujanga kukaa na madhe. Kumkaisha. Kumkaisha hivyo nini. Ma stress. So tukakuwa tunakaa na yeye. So yeye nadhani alikuwa kwa anioni vizuri. Shosho ni wabaya. Anioni vizuri. Anarusha jicho. Anioni vizuri. So by then boyfriend Fraje ndio ameenda internship. Na unajua kitambo the systems used to be very well. It used to be, hii ilikuwa wakati wa Kibaki. Unajua interns walikuwa wanalipwa mshahara. Just like you know, umeandikwa. So they used to earn a salary. Then ukienda ile hospitali umeenda, they used to give accommodation, nyumba na nini. So yeye akatumwa internship Thika District Hospital. Thank you Nonsizi Agnes, karibu. Akatumwa Thika General Hospital. Akakuwa alipewa nyumba. Unajua kuna zile nyumba za gava by then. Yani I admire wakati wa Kibaki. You know, yani systems used to work. Systems used to work. I wish, yani tunaweza rudi huko. Tutarudi tukifika Singapore. Tutarudi. Nani baadaye alikuwa deputy wa Kibaki? Nisini Kalonzo. Na ako kwa one term. Na ako ipande yetu. I think watu watalainisha hii serikali. True. So sasa nikajua sasa pale mimi sitokei. Wale mother wa friends wa madhe, si unajua wa madha. Wanaanza kuniangalia na macho zingine nini. Mimi so siku moja tu, siku yenye nimeenda shule. Hivyo ndio mwisho madhe kuniona. Nikatoka jioni nikaenda Thika. Ukapotea? Na nikaenda Thika. Huko kwenye BF. Nikaenda Thika na nikaenda nikakaa hapo. Sasa unaoperate kutoka huko kwake. Kwenda. Sasa officially ni kama umeolewa. Sijui kama nikuolewa ama nikujioa ama nikufanya nini, lakini yeye nilienda. Nimejipeleka. Kwa nini mimi peke yangu nini? Tulifanya wote. Babe nakuja kuishi kwako. Nikaenda. So na operatea huko Thika UON. Kila siku 40 minutes. Yote hizo mati zilikuwa zimenijua. Hizo matatu za hapo. Ukufikiria kuwa bot at all? Hapana. Nilikuwa I think pia nampenda sana. Kijana. Anaitwa Father Francis. Doctor, sorry. Mapenzi wewe. Mapenzi. So nikaamia huko, nikakuwa na commute kukuja
nini. Alafu by that time by then nikiwa third year naenda nilienda shule mpaka the last day. Wow. Yani exam nilifanya exam ya mwisho like on a Saturday. Yes. Alafu nikaenda nikaza Sunday, Monday labor ikanianza. Labor ya penzi ilianza the following day Sunday. Na nimetoka kampo. Yes. Imenianza hiyo jioni hiyo Sunday. How old were you? 21. Wow, it's okay. So labor penzi ikanianza kama hiyo Sunday. Jioni. Mzazi unamwambia ulihamia huko Thika? Ukumenyamaza tu? Naambia nakaa na huku kuna student mwingine ameniaccommodate. So fair inakuwa rahisi kukaa na yeye. Sasa hata sikumwambia maneno mengi. So sio cha labor penzi anza. Yes. Hiyo kitu ni uchungu. Yani mtu kiona mama tu hivi muheshimu. Ikaanza uchungu, mimi singevumilia. Zile nduru nilipiga Wakirumba. Thika. Nikaenda Thika nursing. Nilienda Thika nursing home. Iko hapo section 9. Ile nduru nilipiga. Sasa I think Mungu akanisaidia. Nikasema mimi sitaendelea. Siendelei. Sasa unaambiwa nini hata kufika kwa sukuma hata imefika sentimita sijui 2 sijui 4. Na unafaa sijui ufike 10. Nikamwambia hapa sifanyi. Nichinjwe. Sifanyi na si nini. Nduru ile hospitali nilipiga. Watu walikuwa wanashangaa unani. Sasa daktari wangu huyo Gaina nikaleta shida. Sasa boyfriend naye ametoroka juu mimi na insist lazima niende CS. Na yeye akona pesa ya CS. Amehepa. Hapana, ingekuwa tu ni rahisi kwa sababu yeye ni daktari. So first na daktari mwingine they don't pay professional fee if you consult. Mtumia wa daktari. But do I say sasa ati Mrs. Doctor Jehovah. Mutumia wa daktari. We are taking notes. Gita. Asali. Siniko hapo Mrs. Doctor. Konyitete. Mrs. Ngita. Mambo ni machache. So tukaenda hiyo private. Sasa akaitwa eventually venye nileta shida kabisa akaitwa. So nikapeleka kwa theater. Yes. But yani nakwambia ni Mungu. Yani everything which happens ina happen na reason. Maybe alileta hiyo uchungu hivyo ndio nikatae. Ndio niende hiyo CS kwa sababu sasa kama singeenda hebu rudi hapa kwa kamera vizuri, kwa kamera. Yani kama singeenda Stacy tumeficha uso. Tuwezi afford kuficha uso ya bibi ya daktari. Very good. That Mrs. Doctor. Ati hii kitu ni kama ilikuwa ni Mungu. Mtoto alikuwa 5.2 kilos. Modhoni angetoka huyo guy mrefu hata atoshei kwa baby coat. Yani sasa wewe angetoka ingekuaje? Na unajua before sasa, kwa sababu unajua ile nilikuwa naficha hiyo tumimba na ficha nini. Sasa hata siendi clinic vizuri waangalie kilo ya mtoto ni mkubwa. So the last time nilikuwa nimeenda ikiwa 7 months, waliniambia ati haukuli vizuri. Huyu mtoto ako mdogo sana, ako 1 kilo ikiwa miezi. Sasa mimi wacha nianze kula maavocado. Nikitembea kutoka university huko juu kukula. Nikipata tu mama ametandika maavocado chini, hapo ndio nakaa kwa soko. Nakula avocado na mayai ya kuchemsha. Na maziwa nilikuwa napita hivi, ilikuwa na kumata. Na nunua packet na kunywa kipacket paka kabisa. Hapo sasa niko ile kilo ya kule Kajedo ilirukia. Yani nilikuwa napenda avocado. I love avocados. Maeneo matumbe. Matube. Mama tumetagwa manoria ngui. Matube Marovea. Ni maeru ama ni wanaitwa aje? Manoria ngui.
hiyo hujaniambia nzuri ngui najua hiyo si nzuri. Manywenywe. Makorofia. Na matube meru. Kwanza watu wameambiwa wao wanapanda makorofia. Na matube meru. Meru ni moto. Hapana. Matube ni mayai. Hasa matube. Najua matube ni mayai lakini ya kuchemsha ni matube boilo. Magodherokio. Na hii meru ni gani? Meru ni imeiva. Ni avocado imeiva. Alikuwa anasema matube meru. Kwa barushi yako. Mtanimaliza. Mwathani wakoreke itutheke tondu turigithekaga ri. So mtoto kilo 5. 5.2. That's a healthy baby and a big one. 5.2. So pale ilikuwa 50-50 bwana. Daktari akasema yani it's good that ulileta shida. Tantrums, yes. Otherwise imagine wangeacha ningepush ule mtoto ingekuwa we don't know. Atujui ingekuwa nini. So I got baby Wayne. Oh, Wayne is a boy. Yes, he's a boy. He's my firstborn. Oh, baby Wayne. How old is he now? He's 20 now. Oh, kwa hivyo ulikuwa 2020. 21, 20. Mnapelekana naye hapa kwa hapa. Wow. So nikapata baby Wayne 5.2. Nikamuita baba yangu Omanga, anaitwa Wayne Omanga. Kwani hamuitangi saidi ya bona kwanza? Unajua sisi we believe in tunaamini reincarnation. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili. Yani tunaamini yani yule mtu amekufa anazaliwa tena. Na huyu wazazi wake wako. Sasa unaona sasa nikamuita babangu kwa sababu babangu sasa nimezaa baba yangu. So ingekuwa yani unazaa, si atuiti watu wako hai. Atuiti watu wako hai, tunaita mnarudisha. Tunarudisha. Yani tunaamini amezaliwa tena. Hebu nikuulize kama sasa God anakubless na msichana utaita mtu hayuko uhai? Yani kama shosho yangu sasa mamangu alikufa. Sasa yeye ndeza muita yeye. Ama mama ya saidi ya bwana. Ama saidi ya baba yake. Mtu mwenye alikufa, yani the immediate relative mwenye ama ulikuwa unapenda mwenye alikufa. Mgoshokia letwa. So ndio namrudisha. Sisi atuiti kama sisi. Si kama nyinyi. Kila mila na kivyao. Kila so si tunaita tribe with their mila. Sasa kama mimi Nyaboke yenye nimeitwa ni ya shosho yangu mwenye mamangu alikuwa anampenda. Alikuwa anapenda mamangu sana. So nikizaliwa nikaitwa yeye. Sasa yani si tunabelieve. Tunabelieve mtu anazaliwa tena. So na sometimes ukiitwa hiyo jina brother yake, the late brother. Wewe ukarudisha babako sasa. Sasa nikarudisha babangu. Wow. Tukamuita Wayne Omanga Nyamiobo. Nyamiobo ni baba yao. Ni baba yao. The surname is okay. Yes. Okay. Yes, the surname remains now. Yes. The sasa daddy. Ya katikati given name ndio nikamuita ya Omanga. Baba. Wow. So sasa kazaliwa basi hapo Thikanasi. Yes. Tuko sasa by that time anazaliwa sasa ikakuwa atukai pale ile hospitali Thika district hizo nyumba. Tukahamia tu hapo Thika. Sasa ikakuwa amemaliza internship. Akaitwa Gatanga. Yeye ndiye alikuwa anasimamilia Gatanga district. By then Peter Kenneth ndiye alikuwa mbunge. Ni Gatanga. So he was among the people wenye walianzisha Gatanga Hospital. He was among, walikuwa nafanya kazi sana kwa ukaribu na Peter Kenneth. Walikuwa marafiki na ndio alimsaidia kuset up hiyo medical center by then. Yenye najua saizi ni Gatanga district ama sijui saizi iko vipi. But yeye ndio alisaidia. He was among the first people wenye wali set up. Na yeye ndiye alikuwa daktari mkubwa pale. Wow. Wa Gatanga. So ikakuwa na commute from Thika si mbali. To Gatanga. Ni sasa ikakuwa basi ndio. Na mtoto pia naendelea na tu biashara twangu. Yes. Na kusoma. Na kusoma. Nikakaa, I took a break. Yes.
kwa sababu nilifanya exclusive breastfeeding, yani ile nanyonyesha bila kupea, mtoto ni mkubwa so nanyonyesha bila kumpa maji, bila kumpa nini, maziwa. Nilikuwa na maziwa nyingi, Mungu alinibariki hapo. Sasa for 6 months nilikuwa nanyonyesha bila kumpa kichochote. Wow. So ilibidi nichukue break. Yes. So nilidifaa. So nikachukua break kama mwaka mzima. Ya kulea mtoto, kunyonyesha na nini. So vile after mwaka moja ndio sasa nilirudi shule. Lakini sasa madhako pale ulimwambia mzee amerudi. Sasa ilibidi nilimtuma sasa hiyo nikiwa hospitali kwa sababu hata alianza kuogopa. Ilibidi apige simu, aambie sikiza kuko hivi. Unajua sasa hakuna kitu anaweza fanya. Yes. Ilibidi tu atakuja tu na tumbo shoria kuja aone mjukuu atafanyaje. Ni ashone tumbo shori na baby show akuje. Yes. So hata hakunigomanisha, alikuja kama amefurahi. Mzee wake amezaliwa. Mzee wake amezaliwa. Alafu yani hawa mama. Yani unajua mamangu ananiambia, "Ulikubali kwa nini kukatwa?" Yes. Nikamwambia mama mtoto alikuwa mkubwa. Akaniambia hata mimi wako, nyinyi wote mlikuwa wakubwa nafanya tu. Hata nyinyi wote mlikuwa wakubwa. Ule mdogo kabisa nimepata ni 4.5. Mimi naenda tu nafanya tu. Alafu naambia ati hapana. So mamangu anaamini yani ile vile nilikubali kukata yani ni kama sina yani sijakuwa mwanamke kamili. Yani ananiambia hapana. Nyinyi wote wanane. Ni tu Lakini sasa akakuja hospitali, wakakuja na sasa ndio hata huyo mother-in-law alikuja. Unajua by then hata hawakuwa ananijua. By the way, mambo ya kijana. Wakakuja sasa hapo hospitali ndio wakanijua, wakanitoa hospitali. Sasa hivyo ndivyo ni kuolewa sasa. Ndio hiyo. Ndio hiyo Mrs. Doctor. So ndio tukatoka hospitali, tukarudi nyumbani. Yes. Ndio maisha ikaanza. Maisha ikaanzia hapo. Wife officially. Na unajiweka hapo kabisa. Yes. Na ameanza kupata mshahara. Nakaa hapo. Sasa nile nikasumbuka peke yangu, tukangangane na mama na mboga na huko. Na nikagitari. Doctor. Sasa mimi unajua nilikuwa daktari, lakini juu nilishindwa. Baba, si Mungu ameniletea daktari. Daktari wa Ulaya. Reincarnation. Unaona vile Mungu ana maajabu. Yes. Unashinda lakini kuna mwingine anakuja anafanya si umeaccomplish dream tu hapo. Na wale family walikuwa wanataka uende Ulaya wanafaa kujua sasa umeolewa na daktari. Si ni accomplish dream. Yes. So ni kulea. Now you are a young mother. Yes. So lakini for 1 year hapo nikiwa hapo Thika sasa nikaanza pia nafanya biashara ya kuuza scratch cards za Safaricom. Unaenda unanunua, nakumbuka hizi za 100 kulikuwa na hii printer una print. Za 100 unanunua kana 94 bob unauza 100. 6 bob. Yes. Nini so naamka asubuhi na sasa mimi na supply nyingi hapo. Unajua unaenda tu 1 hour hapo Thika town si pakubwa. Ni town yangu sana, nimeka na one of the towns zenye napenda yani hata retirement yangu itakuwa kwa Thika. Wow. So ninaenda nazungusha tu iko Thika, hata walikuwa wananijua. Nazungusha scratch cards asubuhi round 1. Nilikuwa scratch card, nilikuwa na turnover kubwa sana. Wow. Ya scratch cards. So nafanya narudi nyumbani kwa sababu niko pale tu daktari na wararuta wera. So nazungusha, alafu unajua sasa kwa sababu margins zake ni kidogo. Yes. So unachukua hata kilipwa mshahara manini mimi nikipata pesa zingine naziweka zote kwa scratch card. Nazungusha, haupati nyingi lakini kuna kitu unapata. Ni shilingi 6 kwa card, lakini the nyingi. Hata kwa siku ukimanage kupata 3,000. Hiyo imesaidia, it's a lot of money. Yes. 6 bob to 3,000 is a lot of money. Yes. So nikapambana asubuhi naamka unazungusha round unaweka kwa nini viosk nani hivyo.
So nikaendelea, by the time namaliza mwaka mmoja nikakuwa nimepatapata tu pesa kidogo. Yes. Nilikuwa na bank na Equity. So nikaenda, sasa nataka kuchukua loan. Nakumbuka it's the first time yenye nimeenda Dubai. Aya, Kwako loan niliendea. Uchukua ngapi? Ilikuwa 150,000. 150,000. Hiyo ulikuwa kunaenda unakuwa guaranteed. Yes. So nikakuwa guaranteed. Unajua by that time nikiwa Thika nilikuwa nimeform marafiki. Nilikuwa na marafiki. So wakaenda wakanisimamilia. Loan ikatoka. Ikatoka. Ni ya kwenda raha Dubai ama? Ka 150 kwenda kuleta mzigo. Nakumbuka my first trip hapo nikienda nilikuwa ni 150. Sasa nikaenda hao mama wa biashara wakaenda wakani nakumbuka wakanionyesha travel agent ambaye wanatumia, ambaye alikuwa aende ananipatia tikiti. Ukipata tikiti unaenda unaleta mzigo. Ukishaleta after 1 month, after 30 days unalipa tiketi. So nakumbuka nikaenda na nakwambia wakati wa Kibaki ilikuwa mzuri. By that time dollar ilikuwa 60 something. So with my 150 na tu pesa tungine nikaongeza juu ikakuwa kama 180. I had almost $3,000. I remember it was $2,800. Yes. Kitu ambaye saizi imagine ni $1,000. Kwa hiyo pesa. Imagine. Nikaenda naye. Kaenda sasa nikaleta tu vitu, tu viatu, manini, tu suti, tu vitu tu kidogo. Yani hata situmi na mzigo, nazifunga kwa mabag na beba. Yes, hand luggage. Naingia naye. Neno ni shanuka. Neno shanuka ya Nairobi eno. So nakuja, alafu unajua mi naturally mi ni mtu wa watu. So I had a lot of rafiki na nini. Na hapo nikiwa university pia nilikuwa kwenye student leadership. Yes. Ulikuwa nini huko? Nilikuwa ya gender. Nilikuwa coordinator wa gender. Yes. So the women league ya kwa university. So kwa sababu ya hiyo student politics pia sasa pia nikaingia siasa ya chama. Around the same time. So nikiingia siasa ya chama, kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Martin Ole Kamwaro, ambaye tuko na yeye DCP, anatoka Narok. Alikuwa wako na chama moja inaitwa UDM. So actually kabla ya hapo tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Just nikurudishe nyuma kidogo. Around 2005. Tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Nilikuwa secretary. Hiyo ilikuwa around hiyo 205. Na umejipata huko aje kwa Raila? Ni ma friends tu, unajua vile watu friends wanakwambia kuna hii vuguvugu, kuna ule alikuwa anaitwa Don Bosco, kuna nani, yani kuna marafiki Dorothy nani. Sasa hiyo vuguvugu tukasema tukaenda tukachaguana, nikakuwa secretary, nikakuwa nani. Sasa ikakuwa hiyo tunazurura na nini Kenya tukisema Young Kenyans for Raila. Hiyo ndio wakati ilikuwa 205. Tukienda maneno ya banana na mchungwa. You remember that time? So tukafanya hiyo Young Kenyans for Raila na nini mpaka 207. Yes. Nakumbuka vile 207 ilifanyika. So after 207 vile sasa baba akaenda wakapata nusu mkate na nini that time. I think tuliachwa nyuma wenye tulikuwa kwa Young Kenyans for Raila. Mkadampiwa. Ni kama atuku kuwa kwa laini. Tukasaulika kiplani. Sasa hiyo 2007 vile tulisaulika. By that time nikajuana na huyu anaitwa Kamwaro, Martin Kamwaro. Bado unafanya biashara yako ya manguo na wala. Sasa hata hiyo ndio ilinipa network. Sasa hata unapata by that time unaenda unachukua hata t-shirts za chama na print unawauzia, unafanya
nafanya nini, yani ikakuwa network. Hata by that time naenda na supply kama kwa mahoteli, kama kuna hoteli nakumbuka, yani alinipatia oda kubwa yani hiyo masiku ndio nitengeneze milioni yangu ya kwanza. Wow. Alikuwa the late he was an MP, alikuwa PA wa Biwott, anaitwa I've forgotten his name. Alikuwa na hoteli Eldoret, ilikuwa inaitwa sijui Marriott. Akanipa oda ya mapilo, mabed covers. Sasa umeingia biashara kabisa. Nini kabisa. Na mzee bado ni daktari. Okay. Mrs. Doctor. Ahutiria milioni mwitumia. So nika supply. So nikiwa hapo I formed nikakuwa social capital. Marafiki wengi. So ikakuwa hata tukiwa pale hata masuti sasa naweza enda kuchukua masuti na nini. So tukapatana na Kamwaro akaniambia kuna chama hii inaitwa UDM. Si tuingie. Nikamwambia sawa. Akaniambia basi, na ilikuwa kwa karibia around that time like 2 weeks tu walikuwa nafaa kukuwa na uchaguzi wa officials. Walikuwa nafaa kwenda Bomas, wakuwe na officials wa NEC wafanye elections. Akaniambia ingia nini. Nikamwambia mimi nataka kuwania kiti ya maybe youth whatever kwa chama. Akaniambia ni sawa. Youth ni sawa. Tukaenda Bomas. So kwenda Bomas uchaguzi. Tukachagua chair ambaye the late alikuwa anaitwa General Koech. Alafu hiyo time UDM ilikuwa na mbunge mmoja alikuwa anaitwa Profesa Sambili. Kuna mama alikuwa anaitwa Profesa Sambili. Wakasema kwa sababu chair ni mwanaume, unataka kuinekereria lita na ndoranywa ona gikudoke mwakea mai no lidhora kura. Imagine naye lazima ukunywe lita ngapi? 3. Alikuwa anachungulia hivi hajakunywa hata drop. Sasa Profesa Sambili ikakuwa yeye General Koech akamchagua chair. Sasa ikakuwa Profesa Sambili ndio achaguliwe vice chair. Kuproposiwa akakataa. Yakasema kwa sababu unajua yeye ndiye alikuwa mbunge, nadhani alikuwa amejisikia kama yeye ndio mbunge peke yake ilikuwa inafaa yeye labda ndiye awe chair. Unajua saa zingine wanaume wetu vile wanakuwa. Sasa wanamchagua na kwa sababu yeye ndiye alikuwa senior most kwa hiyo chama. Wanampea kila kitu. Inafaa yeye ndiye angekuwa mwenyekiti. Akakataa. Kukataa sasa wakasema basi inafaa ni mama anafaa kuchaguliwa as vice, kwa sababu hawezi kuwa chair ni mwanaume, vice mwanaume. Nikajichocha. Watu nilikuwa nimekaa na yao hapo kando kando, nikamwambia mni propose. Mni propose. Unajua unakuwa na propose na second. Nikamwambia mwenye yako my right ni propose na left ni second. Wakasimama wakasema I propose Millicent Omanga second. Alafu unajua nilikuwa kwa wacha tu. Hiyo by then ndio nilikuwa kwa ndio nimeiva sasa. Ulikuwa mama yao. Wacha tu. Sasa kuna mwenye alisema I propose Millicent Omanga, huyu mwingine akaniambia I second, nikasimama. Bomas yote ikasema tumekubali. Hakuna upingamizi. Hakuna upingamizi. And that's how I became vice chair wa UDM. Mimi Mrs. Doctor. Yes. Nikakuwa vice chair. Umeambia bwana sasa umeingia politics, anaitikia ama hana shida? Alidhani ni mchezo. Sasa si nimekuwa vice chair. Akasema haya. Lakini yeye hakuwa na shida. Yani yeye is easy. Yani si mtu ana shida. Lakini unajua ni ile unaona vitu zinafanyika haraka unashangaa ati vice chair tena kuliendaje? Sikuwa tumeona maneno ya youth na nimesimama tu nimekuwa vice chair chama. Yes. So hivyo ndio nilikuja nikakuwa vice chair wa UDM. Sasa nikaendelea. So hiyo political platform ilinipa pia kukuwa na network sana za kuendeleza biashara yangu. Wewe unavuruta bado ka biashara kako with you? Naendelea. So nikiwa kwa sababu nilikuwa naleta sasa manguo masuti za wanaume. Sasa wabunge wote nilikuwa nawauzia masuti. Nilikuwa nawauzia masuti na waletea viatu na waletea hata president. Mimi nilikuwa president wa sasa. Nilikuwa namuuzia huyu President Ruto wa sasa akiwa sasa MP, akiwa mbunge. Wow.
So and by then alikuwa waziri wa sijui agriculture. So hiyo nikiwa UDM. So nikawa nawauzia wote, yani watu wote, yani hao wabunge wote nilikuwa nawauzia. So ikafika ndio nimeanza hata naenda Taki, naenda naleta masuti. Sasa yani biashara ikanoga. Nikaanza kugrow na ikaanza kukua kubwa. Sasa nikaacha kufanya ni kama na hawk. Sasa ikakuwa ninafungua maduka. Hata si duka? Maduka. Nikafungua Thika, nafungua Nairobi. Yani nikakuwa ukaomoka sasa. Nikaomoka. Sasa katika ile nikienda kama Taki, nikienda yani nilikuwa naenda kama India. Yani wakati huo kulikuwa na pia supermarket ambayo pia naweza sema ilinisaidia sana kwa sababu ilinipatia kauda kazuri. Ilikuwa inaitwa Eastmart Hotel. Nilipata rafiki mmoja alikuwa anaitwa Kamau wa Eastmart. Akanipa oda ya panties za India. Yani India nayo ina cotton nzuri sana. Thread count na handkerchiefs. Akanipa karibu ya 2,000,000. Hapo sasa ndio niliambia umaskini bye bye. Wow. Yani unaenda India. Lakini pale India ukiona paka ukisema Kenya tu unashukuru. Yes. True. Yani nilikuwa nafika na ndege ya asubuhi. Ya saa 12 hivi. Unachukuliwa na ututu kama tutuk tuko na fan kadogo kanapiga. Yani kama uko na hizi vitu zako akirumba nayo utaziacha hapo kwa hiyo gari. So nachukuliwa sini 6 yako kagari kananipeleka paka huko Mumbai, sijui place ingine hapo pale watu mnakaa mnakunywa chai. Unafika kaa saa 2 unaongojea maduka zinafunguliwa. Unazunguka juu sasa utaki ati uenda sijui ni room unaenda kupumzika. Hakuna pesa, biashara. That's the business people. Unaongojea ikifika kama saa 3 sijui saa ngapi unaenda kwa hiyo maduka handkerchief manini. Yani I think I would love kurudi huko tena. Handkerchief manini unaenda unanunua, unachukua, unapakiwa. Kifika saa 10 uko njiani kurudi airport. Hakuna kulala. Hakuna. India. Ni urudi airport. Kudhaka na biashara ya mudu ni ukurago. Hiyo ndege unapata kama ni ya saa 4. Unaenda unakaa hapo. Unajua juu ya jamu unafika airport kama ukitoka saa 10 unafika maybe around 6-7. So unakaa hapo airport. Hiyo saa 4 ndio unaingia ndege yako unarudi. Sasa hiyo unarudi labda umechukua kama ni Emirates unasimamia Dubai. Unashukia pale Dubai. Unaingia unachukua viatu zako huko wapi nini vitu unaokota. Hiyo si umeingia asubuhi Kenya. Unaingia asubuhi jioni. Umeingia umerudi Kenya. Yani haulali. By the time ufike yani unasikia unaumwa na mwili. Lakini unajua ukiwa na determined. Unajua ni nini unataka. Yani unasema umaskini hapana. Sirudi hapo. You will do it. Yani utafanya, alafu pia sasa unaomba tu unasema Mungu aku bless, akusaidie. So nikaendelea. Lakini nikiwa kwa hizo shamra za kusafiri nchi za nje na nini. Nikaanza kupata passion ya vitu vya interior. Nikaanza kupenda unaona unapata curtains nzuri. Unaona viti nzuri. Unaona vyombo nzuri. Ukienda Taki unaona masufuria nzuri. Unaona masahani nzuri. So ikakuwa sele analeta nguo, nikaanza kidogo saa zingine analeta masufuria. Naleta sufuria kidogo, labda natuma kama set 10. Zikikuja wamama wanazichukua zote. Nejega the quality kana sasa nikileta tu sahani toda kama sasa naanza kuleta. So nikaanza kuleta pole. Naleta this time naleta set ya vikombe. Wanasema tudhaka. Naleta tu sufuria. Naleta tu vikombe. Omagano tudhaka. Tudhaka fio. Sasa naanza kuleta nini hivyo. Na I started developing passion for interior.
slowly that's how I got into interior design proper. Yes, because of now passion and you know that not really I didn't get into it because of training. Ile course tumesomea ile tuligraduate. Tuligraduate but hii biashara sije you know I did mimi sijaandikwa kazi. Na degree nilifanya Bachelors of Commerce Marketing option. Yes. So hii marketing nadhani pia ndio imenisaidia kwa hii maisha ya kwa kuuza. sababu ya kuuza because I'm basically a marketer. Yes. I can sell anything. Na hujaiandikwa? Mimi sijaiandikwa kazi na mtu. Yani sijui kuandikwa. Yani hata internship mimi sijaiandikwa. So I believe hata tukienda hizi shule tunaenda tusiukue tunakaa hivi tunafikiria ati kuandikwa. Kuna makazi. Tumia ile elimu ujuzi unapata. Yes. Kujinufaisha mwenyewe. Yani ile ujuzi utaweza tumia kwa your day to day. Yes. Yani kwa maisha yako ya siku kwa siku. So niligraduate in between hapo. Yes. Niko kwa biashara. By the time yani na graduate yani yani nilikuwa kama sasa si nilikaa 1 year nikarudi. Nakaa na defer also semester kwa sababu sasa unajua ni biashara. Uko na mtoto. Mara umepata sijui order ya nini. Nikaanza naona napenda pesa. Unaona hii tamu miss class sasa una defer hiyo semester unaenda hivyo lakini but finally ulimaliza. Finally nikamaliza nika graduate na second class hapa division. Wow. Bachelors of Commerce marketing option. Sasa umeingia interior proper. Nimeingia interior. Nikaanza by that time sasa tumeama kutoka Thika. Mko wapi? Tumekuja Nairobi. Wewe Nairobi wapi? Mountain View. Mountain View. Hata ni kama pia daktari pia ile side yake ikai vibaya. He left by that time. Akatoka government. Akaingia NGO. Ndio alikuwa head of AIDS control programs. Ya maneno ya HIV wanafanya maneno ya research na nini. So yeye ndiye akakuwa anasimamilia, ilikuwa sponsored na University of Manitoba. Yes. So ikakuwa yeye ndiye Kenya anasimamilia. He's the head of hizo programs. So sasa vile ndiye akatoka Gatanga. Akakuja sasa tukakuja Mountain View. Yes, Mountain View, sorry. Hapa karibu hapa Kangemi Westlands. So tukakaa ndio nikaanza. Sasa vile mimi nilianza sasa nikaanza sasa kwenda China. Sasa ikawa China unaenda kuchukua nini? Mafurniture sasa. Viti. Haya tuweke hapa China viti interior. Na tulianza na SIM card na suruali na bra huko shule. Yes. You can grow Yes. You can grow. Oh yes. Na tutaenda half the story. Karibu ninashindwa kuni utaji zenye mimi najua viti China. Si tuendeleze Thursday na tujaingia nini siasa? Na tujaingia kwa siasa. Na tumeongeza mtoto. Sasa Mountain View ndio sasa at least kwa na joto ndio tuliweka mtoto wa pili. Tupesa tumeingia sasa at least kwa na joto. Vika ilikuwa baridi. See you on Thursday. Westland ikakuwa na hewa mzuri. Applicable for another baby child. Ndio tukapata baby girl na hiyo joto ya Westland. Sasa tuonane. Naambia wasikizaji wakuja waendelee kunisikiza. Nemaedete. Nemedete. Basi waambie na Kikisi unawapenda basi. Nemaedete. Na mokonyi tabaru. Kikisi unaongea? Sijui by the way vizuri. Siko very fluent lakini najaribu kidogo. Oga ni udomedete. Makonyi tabaru. Manyi tabaru. Kule niko gidio rugari.
Kore Westland niko geirio rugari wa kana kangi. Msichana anaitwa Kairetu. See you on Thursday. Thanks.